qala li jaddi, alinambia mimi babu yangu mpendwa. Ya bunayya, kijana changu, fi hayatika la tatanazal an thalatha, katika maisha yako usiepukane na vitu vitatu. Cha kwanza kijana changu, anta akula afdalu ta'ama, ni wewe kula chakula kilichokuwa bora kabisa. Cha pili kijana changu, watanamu ala afdali firash, na wewe kulala katika tandiko lilokuwa zuri kabisa. La tatu kijana changu, wataskunu fi afdalil buyut, na wewe kuishi katika nyumba bora kuliko nyumba bora zote. Faqala al-ibn, yule kijana akasema kumwambia yule mzee babu yake, nahnu fuqara, babu yangu sisi ni masikini. Fakaifa li an af'ala dhalik, je niwezekaniaje mimi babu yangu niweze kufanya hayo? Faqala al-hakim, huyu mzee mwenye busara akamwambia huyo kijana chake, idha akalta faqat, pale ulapo kijana changu, indama tajuu, uwapo na njaa, sayakunu ma taakuluhu afdalu ta'am, basi wakati ule huwa kile ulacho ni chakula bora zaidi kuliko vyakula vyote. Wa idha amilta kathiran, na pale utakapofanya shughuli ukafanya amali fulani mpaka ukachoka kwa wingi zaidi, wanimta, na ukajilalia, wa anta mutaab, na wakati wewe umejichokia taabani mwenyewe, sayakunu firashaka afdalu firash, basi huwa tandiko lako ni bora zaidi kuliko matandiko yote ya wayo duniani. Wa idha amilta an-nasa bil ma'ruf, na pale utakapokuwa na muamala na maisha mazuri na watu kwa wema, sataskunu fi qulubihim, basi hapo kijana changu utaishi katika mioyo yao, katika vifua vyao. Wa bihadha takunu sakanta fi afdalil buyut, na kwa kitendo hiko cha kufanyia wema na ukaingia katika nyoyo zao, basi utakuwa umeishi katika nyumba bora kuliko nyumba zote duniani kijana changu. Taban, ndugu zangu ni wapenzi kufuatiliaje chaneli yetu pendwa, umesikia namna babu mwenye hikma alipokuwa akimwasia kijana chake, na tumeona kamtajia vitu vitatu. Maana yake funzo kubwa hapa tulipatalo ni kwamba tupende kutafuta riziki ya halali. Fa inna arda Allahi wasi'a, ili ardhi ya Mungu ni pana, basi mtu atafute ardhi iliyokuwa riziki iliyokuwa ya halali kabisa. Famshu fi manakibiha, watu watembee mbali katika ardhi kutafuta riziki chumo lilokuwa la halali na si la haramu. Jambo la pili unatizama hapo, watu yale tandiko lako huwa bora pale ambapo mtu umefanya kazi, tandiko lako limekuwa zuri, wa ila madhalika, yote ni natija ya mtu kufanyia kazi iliyokuwa ya halali. Lakini pia tizama ndugu yangu namna ya kuwafanyia ile wema watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fanya wema kwa mtu ambaye ni mwenye wema ule, anayehusika na wema ule, na mtu ambaye si mwema ni muovu. Kama ukimfanyia wema utakuwa umepatia kabisa, na kama ukimfanyia mtu muovu basi wewe ndio utakuwa mtu mwema na utalipo wema wako, yeye tabaki na uovu wake. Ndugu zangu ni katika imani, tujitahidi kwa haya machache. Hadha walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau ndugu yangu kusubscribe channel yetu, na Allah wabarik sana.